lazima haki za Watanzania zilindwe. Na ili tupate maendeleo, ni lazima kila mtu atimize wajibu wake. Na ni lazima kila haki ya mtu ilindwe. Sasa kumetokea na utaratibu wa kupuzapuza, upuzaji wa haki za watu, kukanyaga haki za watu, kunyang'anya. Haya ni mazoea mabaya na hayakubaliki, na mimi wale wote wanayofanya masuala ya aina hiyo, wala sitakuwa na ustaarabu nao. Kuna watu kwenye urithi wao na kwenye umiliki wao, kitu pekee walichonacho ukiondoa uhai wao ni ardhi. Sasa inatokea kwa sababu yeyote ile, iwe njema, iwe na nia njema, iwe na maslahi mapana, tunaenda tunachukua kwa rejareja, tunachukua bila kujali kwamba hii ndio mali pekee alionayo Mtanzania huyu. Sheria ziko wazi, tena zimeelezea na taratibu za kutoa ardhi. Kama ardhi inahitajika kwa ajili ya maslahi mapana ya nchi yetu, basi yule aliyekuwa anamiliki, iwe kwa asili, umiliki wa asili, au kwa umiliki wenye hati rasmi, anatakiwa afidiwe kabla eneo hilo halijachukuliwa. Sasa sisi tumeshaanza kurahisisha mno jambo hili. Tunataka kujenga kituo cha afya, tunasema ni maslahi mapana, tunachukua eneo, hatuwafidii waliokuwa na eneo. Ndiyo, ni maslahi mapana na tunahitaji kituo cha afya, tunahitaji shule, lakini waliokuwa na shamba lao wapewe fedha ili watafute shamba lingine. Sasa tumeenda hatua kubwa zaidi. Maeneo mengine mtu anatamani tu eneo, anatamani eneo, anatumia ofisi ya serikali, nichukulieni lile eneo. Kama unalitaka hilo eneo, umelipenda, fika bei, nenda kanunue. Mimi sijasimuliwa. Nimetumwa na nimemsikia rais uso kwa uso akisema, pamoja na kwamba tunataka miradi ya maendeleo, pamoja na kwamba tunataka uwekezaji, akasema viongozi wa serikali msipore maeneo ya wananchi bila kuwalipa fidia. Na tena akasema tena fidia yenyewe iwe na thamani halisi. Sasa kama neema inakuja, si tutajirike wote? Nani hapendi kutajirika? Nani hapendi maisha mazuri? Nani hapendi maisha mazuri? Haya niwahakikishie Watanzania wote, jambo linalohusu haki ya Mtanzania tutalisimamia bila kupepesa macho.